Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Namshukuru Mungu ambaye ametupa wakati mwingine mzuri wa kuwa na tafakari ya kina na wewe, na tunaendelea kumtazama Kristo katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Biblia inasema tazama, Mungu akasema 28, Mwanzo 1:28. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Hichi ni kitu ambacho Mungu ndiyo desire ya moyo wake, ndiyo matarajio ya moyo wake, kuweza kutawala nchi, kuweza kuijaza na kufanya vitu vikubwa. Hicho kitu Yesu Kristo ndiye amekuja kututimizia. Kwa sisi tumefanywa hivyo tuweze kutawala kila kitu. Kumbuka, utawala na umiliki alipewa Adamu. Baada ya kupoteza ule utawala, Yesu Kristo alikuja kuweza kurejesha ule utawala ambao sisi tulipewa, umiliki ambao tulipewa. Kwa roho ya umiliki wa vitu Yesu Kristo ameirejesha kupitia msalaba. Kwa hiyo Adamu alipoteza umiliki ambao alipewa, kwa Yesu Kristo amekuja kurejesha umiliki ambao sisi wanadamu ilitakiwa tuwe nao. Ndio maana anasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha na kutawala. Kwa umiliki na utawala ambao Adamu aliupoteza Edeni, Mungu ameurejesha kupitia Yesu Kristo. Kwa moja ya ajenda ambayo Mungu ameifanya kwetu, anataka sisi tuweze kuwa watawala. Na ndiyo maana ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya pili, Petro wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 9, Biblia inasema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Manake Yesu Kristo ameturejeshea ukuhani ndani yetu, ameturejeshea ufalme ndani yetu, ameturejeshea vile vitu ambavyo tulikuwa tumevipoteza. Adamu alivipoteza. Mungu desire yake, nimezungumza, anataka tuwe watawala, anataka tuweze kutiisha, tunapokuwepo hapa duniani tuweze kuwa na authority. Na ndio maana ukisoma pia hiyo Petro wa kwanza 2:6-8 anazungumza ya kwamba kwa maana imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila mwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo Mungu anataka kutupa nafasi ya ukuhani wa kifalme, ameshatupa. Lakini huo ukuhani wa kifalme aliyourejesha, ili uweze kuwa dhahiri kwetu, lazima uweze kuliamini hilo jiwe ambalo ni Yesu Kristo. Na ndio maana anazungumza ya kwamba tuweze kumwamini huyo ambaye ni Yesu Kristo. Kwa ili tuweze kumwamini, lazima kwa kufanya hivyo tunafungulia ile mamlaka ambayo ametupa, ule umiliki ambao ametupa. Kwa hiyo tayari ukuhani na umiliki wa Mungu ameshatupa. Sasa ameshatupa, kazi yetu sisi ni kuamini ili ukuhani wa kifalme uweze kuwa dhahiri kwetu. Maana yake kuamini kile kitu ambacho Mungu amekifanya, kwamba amenifanya mimi kuwa uzao mteule, mtu wa miliki ya Mungu, ukuhani wa kifalme. Hicho kitu ili kiwe wazi kwako, lazima uweze kuamini kile kitu ambacho Mungu amekifanya kwako. Kwa hiyo Mungu ametupa hicho kitu na ni kazi timilifu ambayo ameifanya kwetu. Kwa kushindwa kuamini, tunafanya hicho kitu kisiwe wazi kwetu. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ya 5:9-10 anasema akamnunulia Mungu watu kwa damu yake ili aweze kuwafanya makuhani wa Mungu, wakuhani wa kifalme. Kwa damu yake Yesu Kristo alimnunulia Mungu, alitununua sisi. Kwa kupitia damu ya Yesu tumenunuliwa. Kwa ni damu ya Yesu Kristo ndio ambayo imetununua sisi na kuweza kufanywa makuhani wa kifalme, na sisi tunatawala juu ya nchi. Kwa hiyo ndio ajenda kubwa ya Mungu
kutununua kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo iliyo ya thamani imetununua. Kwa sisi tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Kwa kitu ambacho kimetununua ni damu, si dhahabu, si fedha. Kwa ni damu ya thamani ya Yesu Kristo ndiyo ambayo imetununua na kutuweka hapa tulipo. Shalom.